Dar es Salaam, jiji linalokukimbiza hata kama huna haraka. Yaani ni lazima utakimbia tu. Jiji ambalo usafiri wa daladala ni darasa tosha, foleni ni somo zito, na mtaa ndio chuo kikuu cha maisha. Na katikati ya jiji hili, upande wa huku Mbezi, penye vumbi linalochanganyika na harufu ya mihogo ya kukaanga na miguu ya kuku, ndipo Suzy anaishi. Sasa niseme nini kuhusu Suzy? Kwanza kabisa, Suzy si wa kawaida. Huyu Suzy ni mwanamke wa uswahilini haswa, mcharuko kama umeme wa TANESCO. Akicheka utadhani kuna sherehe. Yaani kila kona ya mtaa itapata habari kwamba Suzy kacheka. Na akinyamaza sasa, unajua kabisa kuna dhoruba kubwa linakuja. Anapenda michambo. Yaani anaiweza haswa, anapenda kusutana, na zaidi ya yote hapendi kupandwa kichwani. Yaani ukimzungua anakuzingua maradufu. Suzy bwana, akiamka asubuhi, mtaa mzima unaamka na yeye. Hiyo sauti yake tu inawahi kuzidi hata ya jogoo. We mama ntilie, leo wali sio uji bwana. Jana nilikula ugali nikalala njaa. Yaani majirani wanamjua vilivyo. Wauza mboga wanamjua. Bodaboda wanamjua. Hata watoto wa mtaa wanajua ukimsikia Suzy anakuja, basi we kaa pembeni. Lakini nyuma ya ucheshi wake na vituko vyake, nyuma ya mdomo wake unaowaka moto kama kiberiti cha gesi, Suzy ni kama watu wengi tu wa huku Uswahilini. Anapambana na maisha. Anafanya kazi ndogo ndogo, leo huuza nguo mtumba, kesho anatuma hela kwa wakala, kesho kutwa anamsaidia jirani kupika kwa harusi. Yaani yeye kila kona yupo. Pesa haikai mfukoni, lakini ndoto zake bado zipo kichwani. Anaishi kwenye nyumba ya kupanga, vyumba viwili. Ukuta umechoka na kuchakaa. Dari inavuja kidogo, lakini roho yake bado haijavunjika na wala kukata tamaa. Siku hii ya leo, Suzy alikuwa amevaa kanga yake ya kijani, amebana nywele zake juu juu, mikono kiunoni, huku akitikisa mguu unaochezesha kalio lake, akimtazama landlord wake kwa jicho ambalo halina hofu wala presha. Kwa hiyo unaniambia nifunge maji? Funga basi kama unaona na faidi. Lakini ndo ujue kodi nitakulipa, lakini si leo. Ila nitakulipa tu, mimi sio tapeli. Watu wanacheka pembeni. Mtaa unaangalia tu vituko vya Suzy. Yaani washamfanya kideo. Na Suzy je? Anasimama pale kama askari wa mstari wa mbele. Wala hana hofu na vicheko vya watu wa pembeni. Hapo ndipo unapogundua kitu kimoja muhimu. Hii si stori ya ucheshi tu pekee. Hii ni stori ya maisha. Na Suzy bado hata hajaanza mshamsha zake, kwa sababu kinachokuja mbele kitafanya Mbezi nzima ijue jina lake. Karibu kwa episodi ya pili.